Uwanja wa ndege wa kimataifa JK. Ndege kutoka Lilongwe ilitua kwa mtikisiko mdogo. Chikondifili alifungua mkanda wa kiti polepole, kana kwamba hakuwa tayari kushuka kwenye nchi ambayo ingeweza kumpa furaha au kumvunja kabisa. Alishuka akiwa amevaa shati jeupe na koti jepesi la bluu, begi dogo begani, macho yake yakitafuta kitu kisichoonekana. Tandiwe. Harufu ya manukato yake ilikuwa bado ipo kwenye kumbukumbu za pua yake. Harufu ile ile ya waridi na vanila. Alihisi moyo wake ukibana. Ndani ya teksi, akiwa tayari mkoani Dodoma, dereva Mswahili mchangamfu alimuuliza, "Una ndugu Dodoma kaka?" "Ndiyo," Chikondi akajibu kwa sauti ya chini. "Binamu yangu." Dereva akatabasamu. "Basi safari njema." Binamu ni damu. Maneno yale yalimchoma Chikondi, yalimchoma mpaka moyoni. Ilipofika jioni, hakuelekea hotelini. Alienda moja kwa moja kwenye gereza la wanawake. Aliwasilisha pasipoti yake. "Nataka kumuona Tandiwe Moyo. Ni ndugu yangu wa karibu." Askari wa gereza alimwangalia kwa mashaka. "Yuko mahabusu, una ruhusa?" Askari wa gereza alimwangalia kwa mashaka. "Una ruhusa?" "Bado. Lakini baba yake anajua niko hapa. Nimetoka Malawi kwa ajili yake." Askari alimpima kwa macho. Badala ya dakika 10 za simu na ukaguzi, aliruhusiwa kuingia. Chumba cha wageni kilikuwa kimya. Mlango wa ndani ukafunguliwa. Tandiwe akaingia akiwa amevaa sare ya mahabusu. Aliposikia sauti, Tandiwe aliinua macho. "Chikondi." Sekunde chache zikapita bila maneno, macho yakizungumza kila kitu. Tandiwe akatembea taratibu hadi akakaa mbele yake. "Umefanya nini kuja hapa?" aliuliza kwa sauti ya kuvunjika. Chikondi akashika mikono yake juu ya meza. "Niliahidi. Nilikuambia sitakuacha. Nilikuambia nitakufuata kila sehemu. Nilikuambia nitafuata taratibu zote. Na baba yako aliniambia nisubiri urudi likizo." Alisita. "Lakini nilisema nitasubiri." "Lakini sikusema nitasubiri ukiwa gerezani." Macho ya Tandiwe yakajaa machozi. "Haupaswi kuwa hapa. Hii ni aibu. Hii ni hatari." Chikondi alitikisa kichwa. Hakuna kitu cha thamani kisicho na gharama.
akamwangalia kwa upole wa zamani. Bado nakupenda Tandiwe, zaidi ya ndugu, zaidi ya heshima, zaidi ya hofu. Tandiwe alishusha macho haraka. Chikondi, tafadhali. Haya si maneno ya sasa, ni maneno ya miaka 10. Akasogea karibu kidogo. Niko tayari kumuomba baba yako tena. Niko tayari kusubiri kesi ishe. Niko tayari kuja kukuoa Tanzania. Tandiwe alifunga macho. Ndani ya kifua chake kitu kilikata kabisa. Sio chuki, ni mipaka. Chikondi, alisema taratibu, wewe ni familia yangu na nitakuheshimu milele kwa ulichonifanyia, lakini dini yangu, damu yetu na dhamiri yangu haziruhusu hili. Chikondi alihisi kama kitu kimempasuka kifua. Unasema nini? Ninasema. Machozi yakaanza kumtoka. Mapenzi haya hayawezi kuwa ndoa. Mlango ukagongwa. Muda umeisha. Chikondi alisimama kwa miguu iliyokuwa mizito. Akamwangalia Tandiwe kwa macho ya mtu aliyepoteza maisha yake. Sitakuacha, alisema, kwa gharama yoyote. Tandiwe aligeuka na kutoka. Na kwa mara ya kwanza kabisa, harufu ya manukato yake haikumletea faraja Chikondi, ilimletea wazimu. Tunaweka nukta tukisubiri sehemu ya 5 ya simulizi Harufu ya Subira. Je, nini kitafuata? Je, tutaona mwanzo wa mapenzi ya Tandiwe na Baraka au mwisho wa penzi la Chikondi na Tandiwe? Basi usikose kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu ili tuweze kukusogezea sehemu inayofuata.